Niliona kitabu kilishuka kutoka mbinguni, kilikuwa ni kama vile hua anavyoteremka, yani kilikuwa kinaanguka kinakuja kama kinaviringika namna hii. Kikiwa angani, nikawa nimeona ramani ya Afrika imejichora, nikaitazama, na kile kitabu kikawa kama kinataka kushuka Afrika kwa ujumla wake, lakini mara ghafla ikawa imetokea ramani ya Tanzania. Kile kitabu kikashukia kwenye ramani ya Tanzania, lakini kile kitabu kilikuwa na kurasa 7 tu. Ukurasa wa kwanza ulikuwa unazungumzia kuhusu serikali. Kwenye yale maneno yalikuwa yameandikwa kuhusu serikali, kulikuwa na damu imechilizika, damu kama vile machozi yametonatona, mpaka usiposoma vizuri yale maandishi unaweza ukakuta kama vile yamefuta na ile alama ya ile damu. Sauti ikaniambia, mwaka 2025 damu zitamwagika ambazo hazijawahi kumwagika tangu taifa la Tanzania limewahi kuwepo kwenye uchaguzi. Waambie watu wangu wanitafute uso, waniombe ili nigaili hayo mabaya. Nikauliza, kwa nini Tanzania? Kwa nini? Ina maovu gani? Bwana akanambia, si kwa uovu, wala Tanzania haina dhambi nyingi namna hiyo kama kulinganisha na mataifa mengine. Tanzania si kwamba ina uovu mwingi namna hii kama mataifa yalivyotenda, isipokuwa Tanzania ina dhamana ya kubeba injili ya ufalme, kuhubiri kwenda ulimwenguni kote. Nchi hii ina dhamana, kwa hiyo naitaka kama ilivyo. Eneo lingine nililokuja kuambiwa hapo hapo kwenye ukurasa huo ni kwamba damu zitamwagika kwa sababu taifa halina baba mlezi wa kitaifa, muongoza taifa halina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapata kuwa na suluhu ya kimaamuzi kutoka mtawala mmoja na wa chini yake, kutoka kampeni moja na kampeni nyingine. Nani msuluhishi? Nani msuluhishi ili asikike? Unaletewa maono kuhusu taifa lako na mambo yanayohusu uchaguzi wa mwaka ambao hatujaufikia. Kuna 24 mwaka kesho, kuna 25 mwaka wa uchaguzi.